Kumcha Mungu ni kuishi kwa heshima na utii kwa Mungu, kwa kutii amri zake na kutembea katika njia zake kwa moyo wa unyenyekevu. Biblia inaonyesha kuwa mtu mwenye kumcha Mungu ana sifa kadhaa zinazoonekana katika maisha yake. Hapa ni baadhi ya dalili za mtu mwenye kumcha Mungu. Mtu mwenye kumcha Mungu hujitahidi kutii amri zake na kuishi kulingana na mafundisho ya neno la Mungu. Hatendi dhambi kwa makusudi, na anapokosea huwa tayari kutubu. Mtu mwenye hekima huchukia uovu, kujivuna, kiburi, njia mbaya na kinywa cha ukaidi. Mimi nachukia Methali 8:13. Mtu mwenye kumcha Mungu anajiepusha na dhambi kwa sababu anaelewa athari zake na anaheshimu utakatifu wa Mungu. Haishi maisha ya mazoea ya kufanya dhambi, kulingana na Methali 16:6 inayosema, kwa kumcha Bwana watu hujiepusha na uovu. Mwenye kumcha Mungu si mtu wa kiburi au kujiona bora kuliko wengine. Anajua kila kitu anachopata ni kwa neema ya Mungu, hivyo hajinyenyekeza mbele ya Mungu na watu. Na hapa tunaona Methali 29:23 inasema, mwenye kiburi atashushwa, bali mwenye unyenyekevu ataheshimishwa. Mcha Mungu anapenda kujifunza neno la Mungu. Anahakikisha anasoma na kutafakari neno la Mungu kila siku ili apate mwongozo wa maisha yake. Anathamini mafundisho ya Biblia na kuyafuata kwa uaminifu mkubwa, kulingana na Zaburi 112:1 inayosema, heri mtu yule amchaye Bwana, apendezwaye sana na maagizo yake. Mtu amchaye Mungu huomba kila wakati, si kwa sababu ya matatizo tu, bali kwa sababu anapenda kwa karibu na Mungu. Maombi ni sehemu ya maisha yake ya kila siku. Anaitimiza sura ya 1 wa Thesalonike 5:17 inayosema, ombeni bila kukoma. Huyo mcha Mungu anaonyesha tabia nzuri kama vile upendo, furaha, amani, uvumilivu, fadhili, wema, uaminifu, upole na kiasi. Wagalatia 5:22-23 inasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu, wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Hii inatufundisha ya kuwa kama unataka kuwa sehemu ya wale waliomcha Mungu, tafuta kuishi kwa uaminifu, huku ukitafuta kumfuata Yesu Kristo katika kila jambo. Kulingana na muda, tusikose sehemu nyingine za shukrani ya pekee kukamilisha makala hii iende kwa Madamu Frida.